Wasikilizaji wa Red Pro Media, habari zenu na nawashukuruni sana kwa kuendelea kutufuatilieni. Bana, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Kongo. Na vitu hivyo niweze wa kusema kwamba siku hizi 2-3 tulikuwa tupo kwenye furaha. Na furaha ni kuona tena kwamba Uvira imerudi mkononi mwa Mkongomani au kwenye mikono ya Wakongomani. Hili ilikuwa ni jambo zuri zaidi. Achana na zile propaganda za kwamba M23 ni Wakongomani. Hapana, M23 ni Rwanda. Kwa hiyo hatuzungumzi na Wakongomani wale Wakongomani wa feki. Tunazungumza na Wakongomani OG. Kama wewe pia unajiona kwamba bana ni Mkongomani OG, endelea kufuatilia. Lakini leo hii nataka nizungumze kitu ambacho kina uzito ndani yake. Ni kwamba ndugu zangu, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kweli bado kuna mambo ya ukabila. Na haya mambo ya ukabila, nisikitike kusema katika nyakati za mwisho vitu vitakuwa vinazidi kuendelea, lakini wakati mwingine pia tukiendelea kuelimishana tutavipunguza. Hata duniani hapa Marekani tunakoishi, mimi napoishi hapa Marekani, kuna ukabila unaozidi kuendelea. Lakini ndio hivyo, tunaendelea kushukuru kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, labda watu wanaendelea kuelimika, na ndicho kitu ambacho tunachokitaka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukabila tulionao tutaumaliza, kwa maana adui amekuwa akitumia udhaifu, mapungufu yetu ya makabila kuendeleza swala la ukabila, hivi kwamba kuendelea kujipatia nafasi ya kushambulia, ya kutuletea uasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wazi na ni kweli kwamba historia ya waongea Kinyarwanda waliopo Kongo imegubikwa na mambo mengi ndani yake, unaelewa. Lakini uzuri wa historia ni pale tunaposoma na kugundua kwamba wengi wao ni ndugu zetu. Hii tena, take it from me. Najua pamoja na hasira ulionayo, tumekuwa na ugumu wa kutofautisha huyu ndo Mnyarwanda wa Rwanda na huyu ndo Mnyarwanda wa Kongo, huyu sijui ndo mtusi wa Rwanda na huyu ndo mtusi wa Kongo, huyu ndo mutu wa Rwanda na huyu ndo mtusi wa mutu wa Kongo. Lakini my brother, Kongo tuna Watusi, Kongo tuna Wautu na tunawapenda. Wale ambao pia wanatupenda tunawapenda. Hii ndo take it from me. Sikuwa najua kwamba kumbe Uvira bado kuna waongea Kinyarwanda ambao walikuwepo pale hata kabla ya M23. Walikuwepo pale, tena wako in peace, wanatulia tu, yani wanaendeleza maisha, wanashirikiana na ndugu zao majirani wa Kongo, makabila mengine pia wanashirikiana nao safi sana. Nilikuwa sijui, lakini ona mchezo ambao M23 walikuja kufanya pale. Walipofika pale bana, wakawa wamewaitisha waongea Kinyarwanda wote, wakawa nawaambia kwamba eti bana, siku fulani tunaondoka, ni lazima na ninyi pia mtoke hapa. Watu wanasema bana, mimi sasa nitoke niende wapi? Hapa ndo kwetu, hapa ndo nimezaliwa, hapa nimekumalia, hapa nimekulia hapa. Leo unataka unitoe unipeleke niende kuishi maisha ya ukimbizi? Ni ambayo sitaki maisha ya ukimbizi. Sio kwa kila mtu anapenda kukimbia. Mimi nilishasema nitatulia hapa. M23 atuseme ni order. Ni order kama mnatakiwa mtoke. Kuna ambao walitoka wakaenda, lakini kuna wengine ambao walikataa kutoka. Why walikataa kutoka? Si kwamba hawaelewe changamoto ambazo zinaendelea kutokea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini ni wale ambao wamekuwa wakielewa kwamba kutanguliza ukabila haitatusaidia tumalize huu mgogoro. Bana, wale washikaji wakawa wamekataa, wakawa wamebaki, na ndo video ambayo nitakuplayia nayo hapa. Hebu kwanza uifuatilie. Hawa ni jamaa ya Kinyamulenge ambayo imebakia pa mjini Uvira. Hawa iko sikilize hapa kwa iko sikilize hapa na serikali yetu ya Kongo ambayo imejitolea pamoja na wazalendo. Mmewaona pale wanawasikilize vizuri sana. Hapa wamesema kama hakuna jeshi mwenye iko anatafuta raia, jeshi anatafutaka mwingine jeshi. Mtu ambaye watashika na silaha, huyo ndiye watatafuta.
lakini kwa ule wote akuwe raia wa Kinyarwanda, wa Kinyamurenge, mwenye atapatikana hana silaha, huyo ni mtu ambaye atakuwa sikirize kama wengine wa raia wenye wanakaa hapa Uvira. Hao watu ambao wanawasikiliza hapa, tuko na coordination ambayo inasimamia operation ya Sud Kivu, mkiwemo komanda opérationnel Rufa de Rufa, mkiwemo Kinise 1 akiwa ndani. Hao njo ambao na watu wa serikali ambao wamewasikilize mzuri. Hawa ndio mnawaona hapa, wiko garde mzuri, hakuna shida yoyote, na kila mtu ajisikie kama iko huru na iko nasikilize ya mzuri. Asante sana. Wa M23 wanasema kwamba kozi yao ya vita ni kutetea haki ya Watusi wanaonyanyasika Kongo. Na jana waliondoka kutoka kwenye jiji la Uvira. M23 waliondoka, tuliona video mtandaoni wakiondoka, raia kishangilia sana. Wale raia ambao walidanganya eti wanafanya manifestation eti serikali toke, wao tu ndo walifurahia wakawatukana, ambao inaonekana wazi kwamba walikuwa wamezingiziwa, walilazimishwa kufanya ile manifestation. So situation ya jana sasa, wa M23 wanapatia Unyamulenge 24 ya mnatoka hapa. Tangazo lilitoa na aliyetoa tangazo hilo ni mkuu wa mitualite wa Unyamulenge pale Uvira, anaitwa Bose Muyoboke. Alitoa tangazo, mliona mtandaoni, nitaweka foto hapa, la kuonyesha kwamba Wanyamulenge wote lazima waondoke leo dimanche le 18 janvier 2026. Na waliambia Wanyamulenge kwamba hamwezi kwenda Minembwe, hamwezi panda kwenye milima kwa sababu tayari hii milima yote iko kipe na wazalendo na wamajimaji, hamtapita. Na haya yote ni mipango yao. Walipenda Mnyamulenge waondoke pale kwa sababu Mnyamulenge kibaki pale, wao wakishatoka na Mnyamulenge ikiwa salama, inamaanisha kozi yao haina maana ya uongo. Ili waonyeshe dunia kwamba wana kozi wanayopigania nao ni pale wakishatoka. Sasa raia ya Kinyamulenge ya Kitusi inawafuata hapo, inaonyesha kwamba kweli hawa wanatetea jamii inayonyanyasika, na ndio maana walipenda waondoe kinguvu, kwa sababu tangazo hilo lilisema kwamba hakuna kuuliza maswali, fungeni mizigo, kesho asubuhi tunaondoka, wakizungumzia leo Sunday Dimanche. So walipenda watoke kwa sababu ya kusikilizia kozi yao ya vita, kwa sababu wakishabaki na wako salama na maana wanapigania bure. Lakini wenye familia za Wanyamulenge wengi walikataa kwenda na hao wauaji. Nawapongeza sana familia zote zilizokataa. Walikataa. Tumeona video FARDC inakuja inawasikilize wote, kwa sababu wanatuweka mwenye security. Kabla hawajakuja, kabla ya M23 kuingia Uvira, walikuwa salama sana wote, walisha. Hata kama tulikuwa na insecurity kidogo kutokana na hiyo vita ya M23, lakini hakuna Mnyamulenge mwenye alikimbia, wote walikuwa pale Uvira. So FARDC ilikuja ikasaidia wale walio wabaki wako sikilizi, na ni vigumu kwa sababu wadui zaidi ni hao M23. Mnyamulenge anaogopa M23 kuliko kuogopa wazalendo, kwa sababu wakikwambia utoke unakataa kutoka, wao wenyewe wanaweza kukuua kabla hawajaondoka, au wanalipa watu wengine kukuua, ila lazima wakuue wenyewe kwa wenyewe. Tuko na kaza mingi sana, hata tu wanawe Wanyamulenge kuliko plato. Niliua Wanyamulenge wengi sana, wengine wanapiga hasa manyumba yao, wakina Shefu Abato, Shefu Seba Tutsi, hao wote waliuawa ndani ya nyumba yao, wakauawa na Wanyamulenge wenzao. So wakikwambia toka hapa Uvira, na mimi ningekuwa pale, ningetoka, ningewafuata, kwa sababu hao watu si waaminifu, wenyewe wanaweza kukuua, ili tu wazingizie wazalendo serikali, ili tu kesi
kozi yao iendelee tu. Sio watetezi wa kabila lolote, hao ni wauaji wabaya sana. Na hii vita yote depuis 1996 na lengo ni kudestroy Banyamulenge, wamalize nguvu, waondoe kule, wafanye Wanyarwanda kwa nguvu ili waweze kuomba udongo. Kuna wanaosema kwamba Kagame yuko na mpango wa kuondoa Wanyamulenge wote Msidi Kivu waende Nord Kivu. Halafu hiyo Nord Kivu ndio itakuwa annexe kwa Rwanda. Lakini itakwenda kontrole na hao watu wa Kongomani, lakini itakuwa ni kama Rwanda. Lakini officially haitakuwa Rwanda. Itakuwa ni kama territory ambayo ina uhuru kidogo, autonomy. So hiyo ndio mipango yao. So wanapenda wote watoke Msidi Kivu. Ndio maana naona kule plateau vita kila siku, hawapenda hata amani. Okay. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, msikilizaji wa Royal Pro Media. Najua mara nyingi nikiongea hivi mara nyingi mnaanza kuona unataka kujipendekeza kwao. Nini? Hapana, sitaki kujipendekeza kwao. Badala yake nachokiamini ni kwamba umoja ndio utatusaidia tumalize vita ya Kongo. Tushirikiane kwa pamoja. Tunaposhirikiana kwa pamoja tunaacha utofauti wetu. Nataka unifuatilie vizuri sana, kwa sababu usije kuwa pia kati ya wale ambao wameshaamua kumeza hiyo sumu na kumchukia kila mtu anayeongea Kinyarwanda. Hutaki kumchukia kila mtu anayeongea Kinyarwanda, kwa sababu wengi wao bado ni wazuri. Wale wachache ndio wameendelea kuweka doa kiasi kwamba wote wanaonekana ni wabaya, lakini I'm telling you my brother, wengi wao bado ni wazuri. Na kuna jambo ambalo sasa ndo nataka tuzungumzie hapa. Wewe unadai Kongo ni ya kwako. Kwa nini hutaki kupatana na wakongomani wenzio? Tena nauliza hivi kwamba wewe unadai kwamba Kongo ni ya kwako. Kwa nini hutaki kupatana na wakongomani wenzio? Yamekuwa malalamiko mengi sana ambayo yanazungumzwa. Unajua mnatukatakata vichwa. Yaani Watusi wamekuwa wakiteswa sana katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wanakatwa vichwa, unamchoma mtu alafu unakamata hiyo mwili unaanza kula. Well, inawezekana ulipitia mateso, ndugu yangu muongea Kinyarwanda au Mtusi Muutu. Inawezekana ulipitia mateso. Niseme tena pole. Pole sana ndugu yangu, tena kutoka moyoni. Siongei kwa utani hapa. Pole sana ndugu yangu kwa yale ulipitia. Ni vitu ambavyo vinaumiza. Lakini nataka nikukumbushe hivi kwamba unaposikia historia ya Kongo, wanazungumza kwamba zaidi ya milioni 6 wamesha kufa toka hivi vita vianze, kuanzia mwaka 1990 na nafikiria kama 5, 6, 7, kuanzia kipindi kile, kuanzia 94 na kupandisha mpaka leo hii. Wale wote waliokufa sio Watusi au sio Wahutu tu. Wale waliokufa ni mchanganyiko wa makabila tofauti tofauti, na kila mtu ana story yake ya maumivu ambayo alipitia. Labda ya kwako ambao uliona wewe ilipata nafasi, ilipata bahati, niseme labda tu ilipata matokeo ya kurekodiwa, ikaja ikapostiwa ili kuonesha kwamba ona ubaya ambao unafanyika. Lakini kuna watu ambao wamepitia maumivu zaidi hata hayo na ilishindwa kurekodiwa. Lakini kifo ni kifo tu. Haijalishi huyu alikatwa kwa kwanza kuchomwa kwenye jicho, baadaye akaja akachomwa, sijui akakatwa mguu, halafu mwingine akaja kukatwa mkono, utumbutumbo kwa umetolewa akiwa bado anapumua, ndo baadaye sasa wakaja wakamkata shingo hivi kama damu imalizikia, akufe kufililia kabisa. Halafu mwingine tu alipigwa risasi akawa amekufa. Wote wamekufa. Ni masikitiko kwamba kuna mmoja amekufa kwa katili mkubwa sana. Ni masikitiko makubwa kwamba kuna ambaye amekufa kwa ukatili mkubwa sana. Lakini wote walikufa. Lakini pia kama vile jinsi nimesema, huyu naye pia upande mwingine labda hajapata tu nafasi ya kuelezea. Ukikutana na watu ambao wamepitia vita ya Kongo, wana historia zenye kuogopesha, zenye kutisha. Ukisikia bana kwamba bana mtu anakuambia kwamba bana nilimuona mamangu akiwa anabakwa, nikiwa nashuhudia, baada ya pale wakawa wamemuua mbele ya macho yangu. Mtoto mdogo anamuona kwamba bana anaona mama yake akiwa anabakwa, alafu baada ya pale wanamuua na kumuua juu.
Yale ni matukio ambayo unaweza ukasikia unadisiwa mpaka unajiuliza hii ni movie au ni nini? Vita ya Kongo imewatesa watu wengi sana. Niseme kweli tu kwamba sio waongea Kinyarwanda ambao wanateseka Kongo pekee. Makabila yote yamekuwa yakipitia maumivu. Nimekuwa nikijitahidi sana kwenye media nisikae upande, kwa sababu imani yangu inanifundisha kwamba nisiwe mbaguzi. Natakiwa niwapende watu wote. Kubwa zaidi natakiwa nimpende jirani yangu. Vipi endapo jirani yangu anaongea Kinyarwanda? Natakiwa nimchukie? Hapana. Lakini sikiliza niwaambie kitu kimoja. Ubaguzi wa Kongo sio ubaguzi mzito kivile kama vile jinsi unavyotaka watu kuelewa. Ni kweli kuna kale ka ubaguzi ka kuangalia fulani, lakini I'm telling you, tuna jinsi ya kufiksi haya mambo. Tuna jinsi ya kufiksi. Watu tulikimbia makambini. Nilikuwa naongea na one of my brother, ananizungumzia kwamba bana, sijui nilipomwambia bana, oya, mbona hata huku Marekani tunaishi vizuri, tunawaongea Kinyarwanda, tunaishi nao vizuri, kuna shida gani? Akaniambia mbona huku kuna sheria sana, huku kuna sheria, ndio maana watu wote mnaogopa. Nikamwambia no, hold on my brother, hold on, what are you talking about? Unataka kuniambia pia kwamba Afrika tulivyokuwa makambini tulikuwa tunaishi mpaka leo? I'm telling you, Nyarugusu, kwa mfano mimi nimetoka kambini Nyarugusu, kwenye kambi ya watu wa Nyarugusu. Mpaka hivi tunavyozungumza kuna makabila yote hapo pale yamechanganya. Kuna Wanyarwanda, waongea Kinyarwanda, sijui kama wametoka Rwanda, lakini najua ni Wakongomani wenzangu ambao wanaongea Kinyarwanda. Okay? Kuna Warundi, kuna Wakongomani wengine, makabila mengine, na kuna mataifa mengine pia vingine sehemu sijui tofauti wapo pale. Na sio tu kwenye hiyo kambi, inawezekana kwenye kambi nyingine ambao unasikia wapo wengi ambao wanaishi. Okay? Tuliishi nao. Kwani utaniambia bana kambini pale ndio kuna sheria eti bana, nako pia kuna sheria kabisa kwenye makambi? Tulivyoishi makambi, si mnajua ndugu zangu jinsi gani kwamba bana sheria ziko eti bana, zile sheria. Lakini sote tuliishi pale na ilifika muda tukazoeana, tukakuwa watu, tukashirikiana kwa vitu vingi sana. Na ukiishi na watu tofauti unajifunzaka kuwaelewa jinsi gani wale watu walivyo. I'm telling you, wale waongea Kinyarwanda ambao labda saizi wamekaa Nyarugusu kwa muda mrefu hawapati stress sana ya kuishi hapa Marekani na makabila mengine, especially labda hata Wabembe na nini vitu kama hivyo, kwa sababu wameshaishi nao muda mrefu, wanawajua, wanazoea, wanawaelewa. Au makabila mengine pia wameshaishi nayo, wameazoea, wamekuwa nayo kwa muda mrefu. Sasa turudi sasa kwenye historia kidogo ambayo ilikuwepo, kama vile jinsi mlivyoona. M23 lengo lao walikuwa wanataka kwamba waendelee kuionesha jumuiya ya kimataifa kwamba unaona watu tulitoka nao, hali yao tungewacha pale wangeuao wote, ilibidi tuwatoe. Kwanza watu waseme eti bana, tulipowaambia tunaenda wakaja kutulilia, wakaja kutubeg, wakaja kutubembeleza kwamba bana hatuwezi mkatuache hapa, mambo yatakuwa magumu. Wakawa wametufuata. Kwa unaona jinsi gani kwamba watu wanaendelea kuteseka katika nchi ya Kongo. Hao watu wanaishi kwenye maisha magumu sana. Lakini nakwambia waliona hiyo mchezo wakasema hapana. Huu ni upumbavu ambao unazidi kuendelea kutuweka kwenye wakati mgumu. Ni jukumu letu sisi kupatana na ndugu zetu. Sikiza nikwambie ndugu yangu. Mimi nimekuwa nikifanya research ya kutaka kujua. Nafikiri tumekuwa tukirusha vipindi vingi sana hapa. Baba wa Taifa amekuwa akipita hapa, my brother wachambuzi pia wa siasa, wamekuwa wakipita hapa wanazungumza. Nilipenda sana kujua hivi ugomvi kati ya muongea Kinyarwanda na makabila mengine ya Kongo yalianzaga namna gani. Ndipo nilipokuja kugundua kwamba hata huo ugomvi haukuaga eti bana eti walianza wao wenyewe wakiwa wanapigana. Hapana. Badala yake ni uchochezi tena kutoka nje ule. Storia zinatofautiana. Kipindi Museveni anapotaka kuchukua utawala wa Uganda, nafikiri ulisikia
wababa wa taifa wamekuja kuzungumza. Alianza kuwatumia vijana ambao wanaongea Kinyarwanda, kuwatoa kutoka Kongo, kuwapeleka, anawatumikisha, wanarudia, anawatumikisha, wanarudia, huku akianza kuwapandikiza kitu katika kichwa chao, kama bana tutadominate ya maeneo yetu ya hapa, tukishika hapa tunashika hapa, tunashika pale. Of course unapokuja kunionyesha kama kuna deal ambayo itanifanya niwe bilionea kwa dakika 2, wewe nikiangalia maisha yangu kidogo na naangalia utawala wa Mobutu jinsi gani ulivyo, naanza kushawishika. Utakutana na zile stories za namna hiyo, ziko na mwendelezo wake, mpaka jinsi walivyoshirikiana na Kagame nini yani ina mwendelezo. Hiyo story utakutana nayo. Lakini pia kuna story nyingine ambayo utakutana nayo. Kuna story nyingine utakao kutana nayo kwamba bana, kipindi cha 1994 wale wa FDLR walipokuwa nakuja Kongo, kabla hata mauaji ya kimbari yalipokuwa yafika, walikuwa wanakuja Kongo kwa lengo la kwanza kuwatafuta Watusi, kwa lengo la kwanza kutafuta Watusi, na wakaanza kupandikiza chuki kwa kwanza kuambia makabila mengine ya Kikongomani kwamba bana wale ni wabaya, sijui nini. Na wengine pia wanakuambia wana hizo stories zilianza baada ya 1994. So yani hizo stories zina party nyingi. Wengine wanakuambia kwamba pana hii story ilianza baada ya mauaji ya kimbari, ndio akawa anakuja nao pia kwanza kuwashotea watu wengine vidole. Wengine wanakuambia no, ilianza kabla. Kwa hiyo ile siku ya mauaji ya kimbari ilikuwa ni kama vile yani siku ndio imepanga sasa, tutaua kuanzia huku, tutaua kule. Ndio stories zinaanzia huko. Lakini Wakongomani, makabila mengine yalikuja kuingia kwenye hizo vurugu mbali sana, kwa kuchokozwa kuingizwa kwenye vitu ambavyo haviwahusu. Mpaka leo I'm telling you, kweli kumekuwa na migogoro, lakini ukifuatilia sababu na chanzo kabisa, utakuja kukutana na hizi story ambazo ninakuzungumzia hapa. Inawezekana utakutana ambaye atakuexplain nazo vizuri zaidi yangu. Atakwambia kwamba huyu mtangazaji anaongea lakini anaruka, anatoka kwenye reli. Ngoja nikwambie jinsi mambo yalivyokuwa. Utakutana na wale watu wa namna hiyo ambao wataanza kukuambia vizuri kwa sikiliza, chanzo ni hiki. Wakongomani ni watu wema sana. Tumekuwa tukisemekana kwamba eti bana nchi inaondoka, lakini sisi tunaendelea kucheza kukatika viuno. Sio kwa bure watu wanaongea vile, licha kuwa inaonekana ni uzembe kuonesha kwamba bana sisi yani hatuna ile machungu na nchi. Lakini ni sifa yetu tulionayo kwamba bana sisi sio watu wa kuweka vitu moyoni. Lakini inawezekana ndugu zetu baadhi wana vitu vya kuweka sana vitu moyoni, kiasi kwamba wao wanataka waendelee kukumbushia mabaya yao ambao walipitia mabaya. Lakini sisi unajikuta kama pamoja na kwamba tunauawa leo, kesho unajikuta tunasahau. This is the reason why I hate plani nyingi sana ambazo Kagame alizonazo. Do you know kwamba mimi nagana hate, nachukia sana utaratibu wake wa kuwa anakumbusha Wanyarwanda kila mwaka mambo ya mauaji ya kimbari ambayo ilitokea. Yaani kila mwaka unataka wakumbushe watu, vitu ambavyo vilitokea. Unahisi kwamba bana ndo unamaliza chuki, lakini I'm telling you no, haumalizi chuki, kwa sababu haumpatii nafasi ya kusahau hivi vitu. Miaka 30 yote kila siku unataka umkumbushe mtu kwamba bana hatutaki tena kurudia huku. Hautaki kurudia huku tena, unataka mtu aanze kusimulia matukio. Unajua bana, mimi familia yangu alikataga huyu na huyu. Kila mwaka unataka umkumbushe mtu matukio ya ajabu. Sijui, lakini well as long as nakupatia benefit, who am I? Mimi Mnyarwanda kwani? Mpaka ni deal na mambo ya Rwanda. Lakini I'm telling you, nachukiaga ujinga. Ni zile style zile za kutaka kuweka vitu moyoni. Ngoja nikunywe maji. Wanaoteswa Kongo sio waongea Kinyarwanda tu. Wanaoteswa ni makabila yote. Na swala la minority, kwa maana ndio kitu ambacho kinataka kizungumzwe sana. Unajua sisi ni minority. What do you mean when you say minority? Kwanza nikiangalia naona ninyi mko wengi kuliko hata makabila mengine. Kwa maana mnaposema ninyi, okay, let's say ninyi ni Hutu.
right? Ninyi ni Wahutu. Nikiona Wahutu mko maeneo mengi sana Kongo, lakini utasikia labda kabila fulani, labda kabila la Kibembe, unasikia source yake labda ni hapa au ni pale, Wafulero ni hapa au ni pale, Warega ni hapa au ni pale tu. Okay, Wavira sijui ni hapa au ni pale. Hautawasikia kwamba wako hapa, wako pale, wako pale, wako pale, wako pale. Why mnaendelea kujiona ninyi ni minority? Mnajionaje ninyi ni minority? Na wakati makabila yote, sio kusema kwamba eti makabila yani kila kabila moja moja, ukiweka kabila moja kama vile jinsi ninyi mnavyosimama moja, uweke na kabila nyingine pale, utakuja kujikuta ninyi ni wengi. Lakini kila siku mnataka muonekane kwamba ninyi ni minority. How mnataka muendelee kuonekana minority for what? For what? Alafu kitu kimoja ambacho ni kikubwa zaidi niwaambieni ndugu zangu. Mimi nimependa sana ninyi ambao mnajielewa na kuona kwamba mtaki kuingia kwenye mtego wa Kagame. Yani nimependa sana. Nimependa sana ninyi ambao mmeona kwamba hamtaki kuingia kwenye mtego wa Kagame. Kwa sababu Kongo si ni yenu. Na kama Kongo ni yenu, ikaeni chini na makabila ya Kikongo, muelewane, tofauti zenu ziwekwe pembeni, msameane. Hamtuikaa na Rwanda kwa ajili ya kumaliza shida za Kongo, badala yake mtaikaa na Wakongomani wenzenu ili kumaliza shida za Kongo. Jamani, simnisikilize, lakini tumekuwa tukitangaza tena na tena kwamba jamani, hivi vita vya M23 vitawawekeni ninyi kwenye wakati mgumu kiasi kwamba kila mtu sasa ataanza kuwashotea vidole waziwazi. Na ndicho kinachoanza enda kutokea saizi. Lakini sikiliza, sisi Red Pro Media hapa tutaendelea kupaza sauti, kuendelea kuwakumbusha Wakongomani, makabila mengine kwamba acheni ubaguzi, tupendane. Irizi waririzi. Walioshawishika walishawishika, kwa maana sio tu wao wenyewe walishawishika kujiunga na M23. Makabila mengine pia ya Kongo walishawishika vile vile kujiunga na M23. Kwa hiyo hataki kuendelea kushoteana vidole kusema kwamba eti bana hawa watu ndio wabaya. Hapana. Maana hata na sisi wengine pia kuna wasaliti. Nanga mwenyewe tunamjua bana ni wa baba na mama, lakini si ndio hivyo kiongozi wa AFC ambaye anaendelea kufanya ujinga sana. Kwa hiyo we get it. We cool. Sisi ni watu wema sana. Sisi ni watu ambao we good. Tena nasema kweli we good. Hatuna shida sana ya kutaka kuattack watu wengine. Lakini kuna cha kujifunza. Kuna cha kujifunza kwamba umoja wetu utatokana kwa kuufiksi sisi wenyewe. Maana tumekuwa tukisema kwamba matatizo yetu tutayarekebisha sisi wenyewe, ni kama vile tumekuwa hatusikilizwi. Natambua kwamba kweli waongea Kinyarwanda waliopo Kongo wameteseka, lakini vile vile natambua kwamba makabila mengine pia ya Kongo yameteseka. Kwa hiyo sote tumeteseka. Mimi nilipoenda kuishi kambini, sikutoka Kongo kwa sababu mimi ni Mnyarwanda au muongea Kinyarwanda. Inawezekana hata na wewe pia ambao unanisikiliza ulitoka Kongo si kwa sababu ya kabila yako au lugha yako unayoongea. Badala yake ulitoka Kongo kwa sababu vita ilikuwa haichagui. Risasi ilikuwa haichagui. Ilikuwa itapiga au itapiga yule. Alafu let me tell you the truth, my brother. Fizi. Ukisikia Fizi, kuna sehemu inaitwa Minembwe. Minembwe ni sehemu ambako waongea Kinyarwanda wapo wengi sana pale. Naelewa ndio kumekuwa na ugomvi ambao umekuwa ukiendelea katikati yao. Lakini I know for sure ipo siku watatulia, watafix. Cause before hapa walikuwa wakiishi muda mrefu kwa amani na upendo. Lakini baada ya hizi kelele, baada ya upande wa pili kushawishika, of course kuna mabaya pia, labda walifanyiwa wakafanyiana, yani walifanyiwa wakafanya nao, walifanyiwa wakafanya nao. Kwa hiyo hii historia ni kwamba ina muendelezo wake, ili muendelezo wake tunataka turudie nyuma tuangalie kwamba bana, okay, walianza kuchokozana ili kueje mpaka leo wamefikia hapa.
lakini wao wenyewe wanajua jinsi gani ya kufix, kwa sababu walipogombana ni watu wenye akili timamu, lakini wanajua jinsi ya kufix ya mambo. Watayafix, najua wataikaa chini watafix. Muhimu tu hapa ni kuhakikisha kwamba Rwanda asiendelee kupata nafasi ya kuona kwamba eti bana yeye ndio mtatuzi wa shida za Kongo. Unajua Kagame ameendelea kujiona kwamba bana yeye ni rais. Ban Ki-moon aliwahi kusema kwamba eti bana huyu ni rais wa Kongo. Why? Kwa sababu kwenye shida nyingi sana za Kongo, kwenye migogoro nyingi ya Kongo, vitu vinavyohusiana na Kongo, walikuwa wanamuona Kagame eti ndio anajitokeza. Na anaongea kabisa tu, yani bila shida. Mpaka leo hiyo spirit iko katika kichwa chake, anahisi kwamba bana yeye ndio anaweza katatua vitu vya Kongo nini. Yaani atuletee tatizo alafu wajifanye yeye ndio mtatuzi. Aleti shida na bado yeye ndio anajifanya kwamba bana yeye ndio akutatua. Ni ujinga uliopitiliza sana yani. Tena ujinga uliopitiliza yani mno. Vipi? Eti niko panya puliza na ngata pala na puliza pale. Amna bana. Unajua ukijifunza historia nyingi sana za Kongo, utakuwa na lugha kama yangu tu. Na inawezekana yako ikakuwa kale hata kuzidi ya kwangu. Especially unapojifunza vitu vya Kongo na upendi kuikaa upande, ndipo utakapojikuta kama unakuwa na lugha kama ya kwangu, na inawezekana kali kuzidi hata ya kwangu. What? Why? Ni kwa sababu ukweli usiofichika ni kwamba Kongo dhaifu ni furaha kwa Rwanda. Kongo iliyo dhaifu hivi, watu hawapatani, serikali yenyewe imekufa, hii na hii. Jamaa anazidi kuenjoy. Yaani vile vijizi watu wanavyokimbia vita, watulii nini, leo wako pale, usalama mdogo, amani hakuna, hawa wapatani, stress zinazidi nyingi kiasi kwamba watu hawana muda wa kufikiria, ndio anazidi kuenjoy. Lakini tunapokuwa tunaweka kili chini hivi na kusema sikiliza, tupatane, tuelewane, tukue sawa, kwake na mkwaza mno na muuzi kweli, kwa sababu anajua bana hawa watu wakipatana wataendelea kuwa watakuwa wenye nguvu, na wakiwa wenye nguvu sitafurukuta tena mbele yao. Kwa hiyo tukiendelea kukubali yani kuvurugwa hivi bani, hatuna mwendelezo mzuri. Lakini acha wale walawali wale ule wali wao. Naelewa wazi kwamba kwa Wanyamurenge wenyewe au waongea Kinyarwanda wenyewe saizi wamejigawa, inawezekana takuni mara 4 au mara 2 mara 3 mara 4. Kuna wale ambao wanaona kweli kwamba kuna umuhimu sana wa kushirikiana na makabila mengine kama vile jinsi ninavyozungumza. Kwa maana nimependa pia kuona kwamba bana kiongozi wa nchi Felix Tshisekedi ametuma kwenda kusema bana no, nendeni mkawalinde wale watu, kwa sababu isitumiki njama ya kusema bana okay, mimi nina hasira na wale watu. Tena ikumbuke kwamba bana rais mwenyewe aliwahi kusema kwamba bana hawa watu ni Wakongomani. Sasa mnataka nini jamani? Mnataka ndo kila siku awaimbie wimbo? Mbona mimi hakuna siku hata kabila yangu ishe kusema kwamba eti bana hawa ni Wakongomani? Bora hata ninyi kidogo mlipata nafasi ya rais kwa ongeleni, lakini mimi Mrega sijui kumsikia hata siku moja Felix Tshisekedi anasema bana okay, kabila la Warega ni Wakongomani. Lakini tupo tu. Nimependa nirudie kwenye topic, okay? Nimependa kile ambacho wale baadhi wameonesha kwamba hawapo tayari kuendelea kwenye michezo ya kipumbavu, na wamekuwa wakiwaambia wenzao kwamba bwana hatupende upumbavu. Sisi ni kitu kimoja na ndugu zetu hawa tutakuwa sawa. Na wale wengine wamekuwa kiona kwamba bana wao ni lazima watimize malengo yao. Malengo yao ni nini? Kwamba bana okay, ardhi ya Kivu yote ni ardhi yao wao, Watusi whatever. Kwa hiyo ni ardhi yao na watakao waichukue. Na wamekuwa wakiendana na zile akili za kwamba wamekuwa wakiendana na zile akili za Kagame kwamba eti Kongo, maeneo ya Kivu ni maeneo ambayo ni ya Rwanda. Wakoloni walikata mipaka vibaya kiasi kwamba wakachukua maeneo hapa wakapeleka maeneo ya Rwanda wakaipeleka katika Kongo, kitu ambacho si kweli. Historia nakwambia, historia za research. Unajua mwanasiasa anaongea historia ya siasa kwa sababu imsaidia malengo yake, anapindisha story,
Alafu anakuja na maliziti bana, nendeni mkasome storia kama vile jinsi mlivyofuatilia video ya ule pumbafu Kagame. Anaongea story alafu anaikatisha eti bana, nendeni mkasome storia. Lakini sasa kwa kwenda kusoma storia iko hivi. Nalia. Nacheka. Kongo, Rwanda na Burundi ilikuwaga sehemu ya Kongo. Ilikuwa ndani ya Kongo. Yani ilikuwa maeneo ambayo Wabelgia wote walikuwa wanaichukua. Ilikuwa eneo lao. Baada ya pale wakawa kipindi wanakata, wanataka wampatie nani Mjerumani hivi kwamba aichukue maeneo ya Rwanda na Burundi ibakie kule. Okay, wakakata mpaka. Sasa sikiliza jinsi walivyokataga mpaka. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Kigeri wa Rwanda. Huyu mfalme alikuwa anatawala, kwa maana kipindi kile Kongo ilikuwa inatawaliwa na wafalme. Kulikuwa mfalme Kigeri, kulikuwa wafalme wa makabila mengine pia ya Kongo, wa Kasai, sijui wa nani, wa Luba, walikuwa nao pia sehemu zao, yani ni kama vile ni indo eneo yetu na indo eneo yao, you know. Walikuwa wanajijua eneo zao licha kuwa walikuwa eti hawana ile mipaka original. Lakini walikuwa kama vile maeneo fulani kule kote, hii maeneo yangu mimi ni mtawala. Unasikia? Kwa hiyo walikuwa wanatawala pia, na hata wale watu ambao ndio hivyo waongea Kinyarwanda, wale maeneo yote kule walikuwa na watawala. Sasa bosi mwenye mipaka yake anapotaka kukata mipaka sasa. Okay? Alipotaka kukata mipaka, yale maeneo ambao kuna mpaka, alikuwa anawafuata wale watu wa pale na wauliza, vipi? Mtabakia upande wa huku ndani au mtabakia upande wa huku nje? Ndio kwa maana ukiangalia mipaka nyingi sana sio eti bana ni kama vile tu rula ilipita au kama sio lati tu ilipita. No. Unaona inajikunja hivi, ile kujikunja hivi ilikuwa based na wale watu ambao wako katika ile maeneo ya pale. Of course kuna sehemu ambao walikuwa wanakata rula tu. Lakini sehemu zingine ambazo kulikuwa kuna watu wengi, na kama vile wanaona kwamba kuna complication fulani, walikuwa wanajitahidi kwanza kuongea na wale wafalme, wale viongozi wa pale, hivi kwamba waangalie jinsi ya kufix vitu. So walipofika ile maeneo ambayo ndio hivyo waongea Kinyarwanda, hao wote wako hapa. Okay, wakawauliza, bana ninyi mnataka mubaki huku au mubakie huku? Mkibakia huku mtaendelea kuwa chini ya mfalme Kigeri. Lakini mkikuwa huku mtakuwa ndo mambo yenu yanaanzia hapo kivyenu. Wale walikuwa hawapendi tena utawala wa Kigeri kutokana na jinsi Kigeri alikuwa na watawala. Walikuwa wapendi. Wakasema bana, nope, sisi mtuache tubakie huku. Okay, mpaka kama imepita. Endapo wangesema bana, sisi mtuache twende Rwanda, maybe labda mpaka ungesogezwa hivi kwamba wao wajikute hiyo yote inakuwa ni Rwanda. Labda mpaka ungefanyiwa vile. Lakini pia walipokuwa na kata, okay, ilikuwa base na hichi ambacho nakizungumza hapa. So hamna cha kusema bana eti kuna uwizi uliofanyika eti bana huyu sijui alichukua ya huyu au alichukua ya huyu. No. Ndio ipo hivyo tu. Wakawa wamekata. Wakajikuta wamekuwa Kongo, wengine wakajikuta kwamba wamekuwa wapi? Wamekuwa Rwanda. Na sio tu Kongo ndio ilifanyika hivi. Ukizingatia mara nyingi makabila mengi sana ambayo yanaongeleka huku, yani malugha mengi ambayo utajikuta kama yanaongeleka katika nchi fulani na nchi fulani, nyingi zinaga ziko pale mpakani. Zinaga ziko mpakani. Na why zinaga ziko mpakani? Ni kwa sababu ya huu utaratibu ulifanyika. Aidha kupewa taarifa ama hawakupewa taarifa. Tanzania kuna kabila linaitwa Waha, ambao ndo saizi ni kama vile wamiliki wa Kigoma nini maeneo yote yale. Ni Waha wapo kule. Lakini Burundi pia Waha wale wapo pale, ambao ndo Warundi. Wanakuambia Kiha na Kirundi vinakaribiana sana kuliko hata jinsi Kirundi na Kinyarwanda vinavyokaribiana. Yani Kiha na Kirundi vinakaribiana sana
kuliko jinsi Kirundi na Kinyarwanda vinavyokaribiana. Lakini guess what? Hawa watu Waha wako kwenye mpaka wa Tanzania na Burundi. Kwa hiyo upande wa huku unakuta Warundi, upande wa huku unakutana na Waha. Inawezekana ilikuwa ni historia ile ile. Inawezekana ilikuwa ni historia ile ile ambayo nakwambia hapa bana. Lakini sikiliza tena kitu ambacho kilikuja kutokea ambayo kinavutia zaidi. Gisenyi ilikuwa ni Kongo. Kwenye mpaka ilikuwa Kongo. Lakini ilionekana kwamba Rwanda ilikuwa imenyimwa kila kitu, almost kila kitu. Wakawa wanataka kuisogeza at least hivi kwamba nayo pia iwe na ziwa. Nafikiri ndio hiyo ziwa Kivu, sijui ziwa nini hapa. Wakaisogeza at least hivi kwamba nayo pia iwe kwenye ziwa. Ndio wakaipatia Gisenyi, na hiyo ni historia baadaye. Mipaka tena imeshakatwa. Wakaikata tena kwa mara ya pili. Wakampatia, chukua na hii hapa basi iko ya kwako. Unaelewa? Walivukata mipaka ya Kongo, yani ya Afrika, hawakuikata kwa maslahi ya wale wananchi wa Afrika. No. Walikata kwa maslahi yao wao wenyewe wa koloni. Yani walikata kwa maslahi yao wenyewe. Na kama waliwashirikisha watu just kwa sababu ya kuangalia jinsi gani waendelee bado kuwakandamiza watu jinsi wanavyotaka. That's all. Baada ya historia ya Burundi na Rwanda nao pia walikuja wakajigawa huko, lakini sitaki tena kugusia kule. Nataka tu nigusie hili swala hivi kwa sababu limekuwa ni mada ambayo ndio hivyo kila wakati. Maeneo sijui hapa yalichukuliwa. No, ya kuchukuliwa vile. Lakini pia hawa walifikaje kwenye haya maeneo ya huku kipindi kile cha Gigeri? Makabila mengi sana kipindi kile walikuwa wanaenda wanahamahama kwa ajili ya kwenda na winda. Anatoka leo hapa anaona nyama zinaisha, anasogea pale kwingine. Anasogea pale kwingine. Ndio walikuwa wanaishi. Kiasi kwamba wingi wao walikuwa hawana kusema kwamba eti bana ili ndio eneo langu kabisa. Badala yake akifika kwenye maeneo ya wale ambao wapo wengi kule, basi inapita na kuchukuliwa kwamba bana yeye ni mgeni katika maeneo. Akifika kwenye ile anaanza sasa kusogea kwenye ile maeneo ambayo labda ni utawala wa Waluba, let's say wa Waluba. Automatically anaanza kukutana na Waluba wengi. Okay? Anaanza kujiona kwamba yes, hapa inaonekana kwamba pia nimefika kwenye eneo ambalo labda ni ugenini kwa sababu nimekutana na watu wengine. Lakini watu wengine nao pia kuna wengine ambao labda wengine walikuwa tena hawana, yani kuna wana mahama, lakini kuna wengine labda wanajimilikisha kwamba ngoja zangu tu nitulie hapa man. Nianze tu kuzaza hapa nini, basi nitulie zangu tu hapa. Nimefurahiwa na hapa. Sitaki tena maisha ya kwenda na mahama. Basi ikishakuwa ni imaya yako, unajikuta una vizazi vinazidi kuendelea kukua. Kwa hiyo hata hawa ambao walijikuta kwamba wamefika kwenye haya maeneo, ndio hivyo tuseme leo tunaita Kongo, haikuwa eti kwa sababu ndo ilikuwa maeneo yao, badala yake ni ile tu dalili za kwenda na winda unakutana na wale wenyeji wa pale nini. That's why Kivu kuna mchanganyiko wa makabila mengi sana. Kivu kuna mchanganyiko wa makabila mengi sana, wakiwemo pia waongea Kinyarwanda au niseme Wanyarwanda wakiwemo mule. Tena nimesema hivi kwamba inawezekana wewe unanisikiliza unaijua historia vizuri sana na unaweza kukaa na ndugu yako pale ukamwexplain kila kitu. Kwa hiyo hatuoni lolote lile linaloonyesha kwamba sijui Kongo liiba sijui nini. No. Kongo wenyewe ilijikuta tu imeshakuwa na eneo kubwa vile tu. Kulingana na historia ya mkoloni ambaye alikuwepo pale, kwamba alikuwa na nguvu kiasi gani kwa wakoloni wenzake. Hiyo eneo ni ya kwangu. Ukifyotoa nitakupiga. Pale vile wanaongea ni wakoloni wawili. Hii shamba ni yangu. Ukifyotoa nakupiga. Ugali sauda nembeza. Kasem kwa kale. Rwanda ile pale. Chukua ile pale. Nenda kule. Nenda ukalime pale mpunga. Mimi uniache huko zangu. Hii ni sehemu yangu. Ndio jinsi ilivyokuwa vile. By the way, nafikiri mpaka leo nimeongea vya kutosha, right? Si ndio hivyo ndugu zangu? Nafikiri nimeongea vya kutosha.
Neno la mwisho ni la kuwaomba ndugu zangu wa makabila yote ya Kongo. Naelewa hizo kwamba tunaendelea kuteseka, tunaendelea kuumia vya kutosha, na nasikitika sana kuona maumivu yanazidi kuendelea namna hii, lakini naona mwisho unaenda kukaribia. Tunaenda kubadilisha historia, tutabadilisha historia, kuendelea kupambana na adui mpaka tumtoe. Tutapigana na adui. Adui hana nguvu, adui ni maskini tu wa naye pia. Achilia mbali kwamba kiongozi wao wa Rwanda, kiongozi wa Rwanda amejimilikisha utajiri mkubwa sana, na amejitahidi sana kumake sure kwamba bana anaweka mazingira sijui nini, lakini mwisho wake unaenda kufika, na mwisho wake unaenda kufika atakuwa na nguvu mbaya sana, kwa sababu damu ya Mkongomani inanuka kabisa mbele ya kila kitu alichonacho, na haitomwacha salama, haitomwacha salama. Sina shida hata na Wanyarwanda wa nchi ya Rwanda, na sasa kuja kuwa nao shida. Wale nao pia ni ndugu zangu vile vile. Nina shida na utawala wa Rwanda, nina shida na utawala wa Uganda. Inapofika kwenye maslahi ya Kongo, nina shida na wale, lakini sina shida, nasema tena, sina shida na raia wenzangu. Na haitatokea nikawa na shida nao. So let's see what we have here. Manake leo nataka tusikize vitu news ambazo zimefika hapa pia. Ngoja nivae my headphone tuzisikiliza mwisho. Bonus. Okay. Nimeshavaa headphone hapa, kwa hiyo ngoja niangalie kile ambacho kinazungumzwa hapa. Mliona hii video ya nani? Okay, ngoja nini unaongea pasina kuconnect na Bluetooth. Msikilizaji aweze kusikiliza wewe, ni lazima Bluetooth ikuwe connected here. Yes, let's just do it now. Okay, what are you talking about? Let's do this. Baliwa kabulimbo nusu zenye libakia, zingine balibakia bana tupa chini jo kukosa gisi ya kuzibeba bana mwanga zimwangike tu. Baba huni abadui Valeria ya Depense, naona gisi walituharibishia kabulimbo. Munaona balisomba bakashindwa, mwisho bakacha bana mwanga wanacha bana mwanga. Mwepeke muone benye M23 tukifanya Uvira. Hatuna badui sawa ba M23 inaiba kabulimbo. Bahuni Mkongo kuna bahuni sawa ba M23. Muone tu ya waliiba. Lakini hii barua hapa ngoja niangalie. République démocratique du Congo, forces armées, état-major général, les porte-parole, communique de presse numéro 02 du 19 janvier 2026. Inazungumza kwamba les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion tant nationale qu'internationale. Quelqu'un ont pris le dimanche 18 janvier 2026 le contrôle de la ville d'Uvira et Sud Kivu après le retrait de l'armée rwandaise et ses plaintifs de l'AFC M23. Okay, inazungumzia hivyo kama kuna kikao. Okay, tunaangalia na nini nyingine hapa pia iliyopo. Quick update. Kiliba. Okay, yes. Speaking about swala la wazalendo kuingia kwenye mji alafu wanapiga risasi. Hichi kitu sijapenda hata kidogo. Yani we get it kwamba tumefurahi
kuipata tena Uvira, lakini huo utaratibu wa ninyi kupigeni risasi sijaupenda hata kidogo. Kama mna masikio ya kutusikiliza, please msisubutu tena kufanya vitu kama hivyo. Mnatuletea stress ambazo tutataki kuzisikiliza. Sio kwamba maana risasi sisi kwetu ni kitu ambacho tuna enjoy right now, kiasi kwamba ndo muitumiti kwa ajili ya kupiga eti mnafurahisha. Hamfurahishi yote yule mnapopiga risasi namna hiyo. Acheni utaratibu wa kupiga risasi vile. Viongozi, endeleni kuikaa na watu hivi kwamba wasinani. Le FARDC à leur tour vient d'entrer officiellement dans la suite de Kiliba. La population de Kiliba très contente de voir les FARDC wazalendo retourner dans la cité. Okay. Wanafurahi kuona wanarudia. So hapa ni news, lakini tusikilize huyu jamaa anataka kuzungumza nini kwenye audio. Remari ninanga anaenda kuingiza hapo. Mie kulwangu kabisa ningekuwa sasa niko na neno ya kusema juu ya wakaaji wote ya kwetu province ya Sud na Nord Kivu. Bali watu yote wenye walijiunga kwa mimi. Haiko watu wa kusema familia zinaweza kuungana kwa njia ya mariage. Quelque soit garçon soit fille akienda kukimbia wabale wa familia zenye walijiunga na mimi huko wakatalia. Gudu iko naibiwa, mali za wananchi ziko naibiwa. C'est simple, walionesha clairement hakuna hata kitu yenye wanafuata juu ya Kongo. Walifuata tu njoo bwizi na kurudisha tena watu wengi. Upi watu wengine tu hivi wangali tu waseme nini ndio kusema aseme balombe hata basi bado. Mtu mwingine tu angali tu akamatilie kamba kusema nini. Semekane aseme son excellence monsieur le président a dirigé pays mzuri. Nangalo inalienda tuingiza hamu, Mungu kwa kwetu na msamehe. Tuko deja mu 2026. Asingeenda basingelete video vya M23 tuingia directement mu 2027 28 na tunafanya election. Tunachagula mtu mwingine. Bana tugombola sasa. Uvira eneo abaikali hata. Kwanza ukiangalia kama ni masemene tu ndio banikana. Haifiki hata eni. Saa longo zenyewe zilihesabika zenye walitumika. Kama ni 2 wala 3 zenye walifaa. Tuimwa venye. Ema nanga siui kaba na tonasi vote atukusomaka. Hapo njo tu walisomaka. Okay. Nishaongea sana. Saizi nasikiza makomenti tu. Tunasikiza sote kwa pamoja. Kwa saa hizi ni mimi Delfe Kalembe Mwanzito. Nataka kuambia kila mtu awe na uhuru na usalama wake. Ni Mnyamulenge, ni nani watu kamatia usalama pale, usalama mwingi. Kwa maana tunafaa kuchunga raia na mali yake yote. Yule yote atakayepora pale tutamfuatilia hadi mwisho na atakamatiwa vikali. Yule atakayeua mtu katika mgini atakamatiwa vikali. Kwa hiyo nyinyi wote mtoke pale kwanza, muende fungia mbele kule kumaya moto na kuendelea mbele. Waache trakaserimu mwingine, tuache trakaserimu mwingine, gisi tafika saa nyingine tukutane usalama kwa salama. Kila kiongozi atakayenifuata anisikie zaidi. Asante. Tunapenda kujulisha wazalendo wote ambao wako Uvira, tunasema mjambo na kuraji nyinyi nyote. Tunapenda kuwajulisha kama CPRC bale FABB Biloze Bishambuke ya Delfe Kalembe Mwanzito walisha avance wako Runingu, wako Kiliba, ile maeneo ya kule Maplen. Lakini wengine wazalendo wanazagazagaa mjini Uvira, ndio wenye wako wanafanya tarakaseri mjini. Tunapana tahadhari, wasikuye tuchafulia jina ya uzalendo, wasikuye tuchafulia ukongomani wetu. Mwenye anapenda nchi akuya tufate huko Kiliba, Runingu, Kufro. Batoke mjini mara hapa tunakatala mambo ya mjini, msantre ville ya mabunga, ya nini, tunakatala. Sisi wote Kufro kule Runingu. Asante, mwenye atasikia hii audio aisamie mwingine. Asante.
Ya, nafikiri jambo ambalo ameongea ni jambo la muhimu sana, la uzito sana. Sitaki hata kuweka comment yote, maana yake mimi nishaongea sana. Nataka tusikilize kidogo hizi audio ambazo zimeingia hapa, maana yake pia wao wanatusaidia kupata taarifa. Kuna video hapa ambayo imekuja, alafu anasema Corneille Nangaa, expliquez-nous sur la sortie de libération que vous aviez apportée avec les criminels rwandaises. Voici l'hôpital général de Masisi libéré par les rebelles rwandaises. RDF M23 déjà, M23 déjà. Nangaa est venu libérer les pays où détruire tout ce qui nous reste comme bien communautaire. Voici comment l'armée a calciné l'hôpital général de Masisi avec un bombardement volontaire. Nangaa et ses acolytes doivent nous dire les secrets de cette libération. C'est très honteux. La colère des officiers neutralisés à Kalundu va finir en détruisant les biens communautaires de la population. Est-ce que depuis Nangaa est arrivé à l'Est, a-t-il même réussi à construire une toilette ou même un petit point? Mais pourquoi il fait la destruction du bien public? Nangaa a autorisé à pillage Okay, anaendelea vitu vingi sana ambavyo amezungumzia hapa, lakini ndio hivyo. Nafikiria hizi ni quick update ambazo zimekuja, na kama umepata nafasi ya kusikiliza, toa maoni yako, tukutane kwenye comment, maana yake nimezungumza vitu vingi sana. Lengo langu leo nilitaka sana nipige story na waongea Kinyarwanda, maana yake nimependa sana ili swala ambalo tu wameshirikiana na watu kwa kusema kwamba bana, tutaki tena kuendelea na mchezo wa kuendelea kudanganywa na Rwanda, especially Kagame, jinsi anavyozidi kuendelea kutuchezea sisi kama vile watoto wadogo na kutuona kwamba sisi tumekuwa watu ambao ni wahamiaji ambao hawana utulivu. Nikushukuru kwa muda wako ambao umetupatia. Hapa ni Red Pro Media, endelea kutufuatilia, na tunashukuru sana kwa mapenzi mazito sana ambao unazidi kutuonesha. So tukutane katika vipindi vinavyofuatia. Asante sana. Habari za uhakika zinagusa mioyoni. Red Pro Media, nuru ya jamii. Usikate tamaa, endelea kusikiliza sisi. Kila asubuhi na kila jioni tunakuletea yaliyo sahihi, sio porojo wala maneno tupu, ni ukweli mtupu kwa watu wetu. Red Pro Media, sauti ya ukweli. Habari za uhakika zinagusa mioyoni. Red Pro Media, nuru ya jamii. Usikate tamaa, endelea kusikiliza sisi. Tunagusa mioyo, tunajenga akili kwa maneno safi yenye maana halisi. Watoto kwa wazee wote wanasikia.
Pro Media, hakuna kuficha. Sikiliza leo, kesho na milele. Red Pro Media iko pamoja nawe. Ukweli ni njia, upendo ni dira, tunasonga mbele bila hila. Red Pro Media, Red Pro Media, sauti ya ukweli. Habari za uhakika zinagusa mioyoni. Red Pro Media, chaguo la jamii. Watu waendelee kusikiliza.